Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Katika miongoni mwa fikra zinazotukuzwa sana na wa magharibi na wanazilingania na wanazilinda ni fikra za kuwa mwanadamu awe huru, kwa hoja kwamba asiwekewe vikwazo vyovyote katika maisha yake. Kwa kufanya hivyo, huambiwa mwanadamu atapata lile lengo lake kuu duniani, nalo ni kufikia upeo na anasa kuu ya starehe duniani. Hii huitwa hedonism. Na yote haya ni product ya itikadi iliyosimama juu yake mfumo huu wa kibepari, ambayo huitwa itikadi ya secularism, inayomtenganisha Mwenyezi Mungu na maisha. Yani wanadamu wasiwe watachukua vipimo vilivyoletwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sheria za Mwenyezi Mungu ambavyo vipimo yake ni halali na haramu, visifanywe kama ndiyo kriteria ama measure ya kupima matendo yao. Badala yake watu wamiliki wanachokitaka, wanasema uhuru wa kumiliki. Watu waseme wanayotaka, uhuru wa kuzungumza. Watukane Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waitukane Qur'ani, watukane lolote lile, maadamu kufanya hivyo ni uhuru. Cha ajabu, katika double standard ya wa magharibi hawa wanaosema mtume akitukanwa Waislamu wasipige kelele kwa sababu kuna uhuru, mbona leo jela zimejaa wale wanaotoa kwa kashifu serikali, wamejipata katika mitihani, bali hata wanahabari wanaojifanya wanakosoa serikali, mwisho vyombo vyao hufungwa, kama tumeona juzi Uganda, NTV Uganda ikafungwa na mengineo kama haya. Alhasil, wabepari wanataka kwamba katika Bill of Rights iwe ndio uti mgongo wa kanuni za mwanadamu, na katika Bill of Rights hii ndio chanzo sasa cha kuenezwa ufuska, LGBTQ na matamasha mfano ya hili la hivi karibuni la Malindi linaloitwa Summer Tides 2026, ambalo ni milki au linafadhiliwa na kampuni inayoitwa Airbit Global Company. Ndugu zangu katika imani, kwa nini wa magharibi wanaandaa matamasha kama haya? Kuna sababu mbili msingi. Sababu ya kwanza ni ya kiujumla. Kwa kuwa wengi ya wanaopenda anasa hizi ni vijana, ina maana wanalenga kuwasahaulisha vijana. Hii huitwa diversionary tactic. Ni mkakati unaofanywa na watawala waovu kuziba maovu yao kwa kuwazubaisha vijana, kwa sababu wanajua kwamba vijana wana nguvu na wanaweza kuwa na investment kubwa, ni resource kubwa sana, na ndio echo ya change katika dunia. Hivyo kuwasahaulisha vijana wasiweze kuhesabu serikali zao kwa uovu na political corruption zao, wape vijana starehe na chakula, wastarehe wanawake, basi mchezo kuisha. Ni kama vile alivyoeleza yule mshairi wa Roman Empire anaitwa Juvenal. Alisema maneno makubwa, akasema kwamba you give them bread and sarcasm, they won't revolt. Yani wape mkate, chakula, na wape starehe, entertainment, hawataweza kukupinga. Kwa hivyo ni moja katika mikakati mikubwa sana ya kusahaulisha vijana. Fadhlan kwamba uovu huu unaenezwa vile vile. Sababu ya pili ni kuwalaza Waislamu. Wajua, Waislamu wanatambulika na wa magharibi kwamba wana possess giant ideology, na kikawaida wa magharibi wana ile tunasema ideological dominance. Wanamiliki ulimwengu kimfumo na wanaona kwamba hatari pekee ya mfumo wao ni Uislamu, bila shaka definitely ni Uislamu. Kwa hivyo wanataka pia kuwashughulisha vijana wa Kiislamu waone kwamba role models wakubwa si Waislamu bali ni wa magharibi, na kwamba vijana wataendelea kukumbatia anasa za kimagharibi zaidi hata kuliko kukumbatia Uislamu. Ala sabili mithali, katika World Cup hivi sasa inayoendelea
imefika katika sasa raundi ya qualify kuingia katika quarter finali, utakuta Morocco imefaulu kuingia katika quarter finals. Na leo ulimwengu mzima utaijua Morocco si kwa sababu ya Uislamu. Itaijua Morocco sababu ati ni soka giant, imeshinda CHAN, ikashinda African Cup of Nations, sasa imeingia katika quarter final. Basi kwa hivyo itakuwa ni nchi kubwa duniani. Ila hali kuna tarehe nzuri ya nchi kama hii, nchi ambayo ilikombolewa na Uqba ibn Nafi' katika khilafa ya Bani Umayya mwaka wa 670 AD au 650. Uqba bila shaka aliingia Morocco, akaikomboa, akaingiza katika Uislamu na ikapata izza nchi hii. Wala Morocco ndugu zangu haitopata izza kwa kufikia labda nusu finali au labda kufikia finali ya World Cup au labda kuchukua kombe, haitopata hivyo. Misri vile vile. Kwa hivyo wanafanya hivi ndugu zangu kuondosha ile taswira halisi ya Uislamu na fikra zake ambazo ni zina uzito, kwa sababu magharibi walijidanganya kwamba ati kwa kuivunja daula Uthmania wakasema kwamba tushawamaliza Waislamu sio nini kadha kadha, japo baadaye wakafanya mipango wakaona kwamba la, bado kuna ihsas, kuna hisia za Uislamu kurudi. Na kwa nini hizi hisia zipo? Kwa sababu nguvu ya Waislamu haipo tu katika daula kuweko, bali ipo pia katika akida yake na fikra zake. Kwa hivyo wanashajiisha matamasha kama haya kipuzi ili kuhakikisha kwamba ile sura halisi ya Uislamu na fikra zake haiwezi kuathiri watu, na badala yake watu washikamane na fikra potofu kama hizi. Malindi hii ambayo leo inaandaliwa mashindano kama haya au matamasha kama haya, watu wataisahau Malindi kwa tarikhi yake kumeremeta. Mwaka au karne ya 8 mpaka karne ya 10 Malindi tayari ishakumbatia Uislamu, lillahi alhamdul minna. Ukiangalia mwaka wa 1448 Malindi tayari ilikuwa ishapiga hatua kujenga misikiti 12. Umma ilipenda Uislamu na Malindi ikawa pia ni moja katika miji ya elimu ya Kiislamu, lillahi alhamdul minna. Sasa wa magharibi wanafanya haya kama diversion tactics ya kuonyesha kwamba ulimwengu agenda kuu zinazojadiliwa zinazotaka kujadiliwa zisijadiliwe, badala yake shughulisha watu katika muziki, shughulisha watu katika mpira. Sadatul hudhur, sisi Waislamu tunaelewa basi kwamba magharibi hawana maadili, kazi yao ni kueneza ufisadi katika ardhi, kama Mwenyezi Mungu alivyowataja, wa minan nasi man yujibuka qawluhu fil hayati dunya. Na miongoni mwa watu wako watu ambao kauli zao ni wenye kukuvutia, wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa ala al-khisam, lakini katika nafsi zao ni wenye kumshuhudia, wanajishuhudilia mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba wao ni waovu na ni wapinzani mno. Lakini si hili tu, wa idha tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha, na anapoondoka huzunguka hapa na pale. Sa'a fil ardi liyufsida fiha, ili apate kueneza ufisidifu. Hii ni sifa yao. Wa yuhlika al-hartha wan nasl, na wao huangamiza mimea, huangamiza na vizazi. Wallahu la yuhibbu al-fasad, hawa Mwenyezi Mungu hapendi ufisadi. Lakini si hili adha wa amar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akaeleza kwamba wa idha qila lahu ittaqillah, na Mwenyezi Mungu anasema kwamba hawa wakiambiwa muogopeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akhadhatuhu al-izzatu bil ithmi, wao huwapelekea kufanya uovu zaidi. Basi Allah Subhanahu wa Ta'ala asema fahasbuhu jahannam, hawa hawatotosheka ila mahala pao patawatosha ni moto, na ni moto ni mahala pabaya zaidi pa kuendea. Sadatul hudhur, tufanye nini sisi kama umma wa Kiislamu matamasha haya kufanywa katika nchi yetu au katika miji yetu? Taban, la kwanza tunapaswa tusikae kimya, lazima tuzungumze. Kama hili la kuandaa clip ni moja katika kuzungumza, tupinge huu ni munkar. Uislamu umepinga munkar kama huu, zinaa, uchafu, watu kutembea uchi. Haya ni mambo yamepingwa na Uislamu, wala haina haja ya kusharehesha. Haya mambo yamepingwa. Pili, lazima sisi kama umma wa Kiislamu tujue lengo letu, kwamba maovu haya yanafanyika kwa sababu chanzo chake tunaishi katika mfumo wa kibepari.
Wabitali itakuwa tumefahamu kadhia yetu inayotakana ni kuleta mfumo ambao utaweka mazingira ya kuzuia mambo kama haya, nao si mfumo wote isipokuwa ni mfumo wa Uislamu ambao unajulikana katika mikakati yake ya kuondosha uchafu na kuzuia uchafu kabla haujafanyika. Lazima tuubebe. Nukta ya tatu, Uislamu kama mfumo kamili wa kimaisha ambao lazima tuubebe kama kikundi cha Kiislamu ambacho kinalingania Uislamu ala basira kwa lengo la kuusimamisha Uislamu katika ulimwengu kuwa ni mfumo mbadala utakaotatua matatizo ya wanadamu na kuweka ratiba nzuri na nidhamu nzuri ya kijamii na kupiga marufuku na kuwachukulia hatua wote wanaofadhili na kueneza machafu kama haya. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.